eneo letu la Kisii na Nyamira. Mimi ni msemaji wa Omochokoro kila mahali, na nitasimama. Nataka niseme hawa wazee, najua kwamba mzee Ongwae, mzee Jimmy wamekula chumvi. Kuna vijana wadogo tafadhali. Bosebono. Hapa saa Emonyo. Hawa wazee tuko tayari kupea wao. Tuko tayari kupea hawa wazee kitu kidogo, wananunua dawa ndio pressure siende juu. Lakini kazi ambayo utahitaji kwa miaka 5 tena ndio uchaguliwe, pea vijana kazi. Hiyo ndio tunauliza. Bosebono. Hata mimi nikimaliza miaka yangu 10 nipotee niende kuuliza urais ama kitu kingine. Si ndio? Kwa hivyo ndugu zangu, mimi niko tayari, nitafanya na nyinyi kazi, nitafanya kazi na rais, tuhakikishe kwamba tumeendelea mbele. Jana niliambia rais, sisi unajua Kisii shida iliyopo ni kwamba tuko na chakula. Hatuwezi weka sufuria kwa kichwa, lakini Nairobi wataweka kwa sababu kuna njaa. Lakini hapa akimwe bona chisugulindwa anza kubogoli. Bono ntuntu bwate ndagira. Enchare sere narali Nairobi. Your Excellency, I want to appreciate na hawa viongozi wote, sisi tuko tufanye kazi pamoja kama serikali. Asante. Maandamano imekuwa Kisumu na Kibra na Babadogo. Na hiyo ni kutumia jamii vibaya. Umesukuma hawa watu ya Wajaluo miaka mingi kuwapoteza, wakuwe ni watu ya kuharibu mali na kutupa mawe. Ungeongoza jamii yako kwa mambo ya biashara, kwa mambo ya kujenga manyumba, kwa mambo ya kununua matatu. Wewe miaka 50 umechukua jamii moja imekuwa ya kutupa mawe na kuharibu mali. Tunataka kuchukua nafasi hii kuwauliza kwa heshima jamii ya watu wetu wa Kenya Wajaluo, msikubali kutumiwa na huyu jamaa kuharibu mali ya Wakenya wengine, kwa sababu hata hao ni binadamu na pia hao wangetaka wapate mali. Kwa hivyo mimi nataka niseme watu ya Bagusi, nyinyi ni watu ya kujenga, sio watu ya kubomoa. Si ndio? Na ndio mimi nauliza swali. Nyinyi watu ya hapa Abagusi, hapa nyumbani kwa Simiyu ni Nyachai, nyinyi kama watu ya kwetu huko Kikuyuni ni watu ya kutafuta mali. Si nyinyi ni watu ya kutafuta mali? Huyu jamaa ya kuharibu mali mnafanyanga nini na yeye? Mmewachana na yeye? Mko na biashara na yeye? Nichukue nafasi kusema asanti kwa huyu kijana mdogo, huyu Nyakundi mlimchagua, asanteni sana. Na huyu kijana Rais William Ruto na mimi tutashika yeye mkono, tumsaidie kwa uongozi. Tunaona mambo yake iko mbele tukiendelea. Mungetaka tumsaidie? Hata hii kijana anaitwa Osoro ni chief whip wetu, si mnamjua? Tunataka hii kijana pia tuweke fertilizer, hii ni kiongozi ya kesho. Tumekubaliana? Na huyu mzee wetu Jimmy Angwenyi tuangalie mambo yake. Tumsaidie. Bora asiende kuweka sufuria kwa kichwa, kwa sababu yeye ni mzee na ni mtu ya heshima. Ni wangapi wanasema Rais William Ruto asaidie mzee wetu Jimmy Angwenyi? Asante sana. Hata huyu gavana wetu rafiki yangu Simba Arati, na kuomba Simba Arati, kaa karibu na Rais William Ruto, ndio hii Kisii yetu iendelee. Wachana na ile mzee ya maandamano, huyo kazi yake ni kuharibu mali. Wangapi wanasema gavana ashikane na rais tujenge Kisii? Ni wangapi wanasema Simba Arati ashikane na rais wetu? Gavana, umesikia hawa ndio wenye kukuandika. Wanakuambia kwanza wewe gavana ukivaa sufuria sana. Usiingie kwa hiyo mtego.
Asanteni sana watu ya Kitutu Church North, asanteni sana, Mungu awabariki. Amole! Mbiamole naende! Mboro na Mogoko! Ingata mwate President Jeto William Ruto! Ne Deputy President Rigathi Gachagua! Abantu wamintombi ya mono sana. Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Naibu wa Rais, mimi ninataka kukushukuru sana kwa sababu umekuja leo kuzindua hii barabara yetu. Mheshimiwa Rais, nakumbuka nilikuja kwako nikakuambia hii barabara imefanywa design lakini haina pesa, na ukasema kwa sababu watu wa Kitutu Church North walikupigia kura vizuri, ukasema lazima utaweka pesa hapa na hii barabara ifanywe. Mheshimiwa Rais, nataka kukushukuru sana. Pia ulinituma kwa naibu wako Rigathi Gachagua kuhusu ile barabara ya Nyamokomba, Ragogo, Mumburia, barabara ya Kayole, Mumburia, ile barabara ya Resieka ikienda Nyakoe. Ukaniambia ya kwamba tukae na naibu wako na tukakaa na yeye na Mheshimiwa Murkomen, na hiyo barabara tumesema hule Muhindi aende India, tuchukue mchina huyu akuje malezi barabara zetu hapa. Kitu ya pili, Mheshimiwa Rais, nilikuomba na nashukuru Mungu ya kwamba leo ile maendeleo umeanzisha kuanzia hii barabara ya kutoka Kegogi hapa tuelekee Tambacha, tuelekee Sombogo mpaka Marani. Nina hakika ya kwamba huu mwaka hii barabara itafanywa, si ndio? Waselekea kwa minto waselekea ndromota yete ili tuhakikishe kwamba jana wetu ujuzi maandamano ama kazi taaluma mbalimbali kazi ama maandamano kusaidia kupeleka taifa letu. Sisi kama Wakisii, sisi hatujui kurusha mawe. Sisi kitu tunataka mbolea, tunataka mahindi tupande ili tuweze kukuza chakula katika jamhuri yetu ya Kenya, si ndio? Na mimi nataka kushukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu mbolea juzi ilikuja na hawa wameanza kupata hii mbolea. Hii mbolea itatusaidia ili tukuze chakula tuweze kujitegemea, kwa sababu maandamano haiwezi tusaidia Kenya hii. Kura tarehe 9 mwezi wa 8 ulipigwa, kweli si kweli? Mheshimiwa Nyakundi amenieleza kwamba wanafunzi wamekuwa wengi na hakuna madarasa. Sawa. Mimi nataka huyu kijana bado kidogo hako hii kazi ya contractor imekuwa ngumu zaidi. Wow, Bob, old friend, is it you? Are you still in construction? Give me a call sometime. You introduced me to important men in the city who had big building projects. Now I've made it. Na reputation yangu defeat because I rely on the best materials like Rafiki Roofing Mabati. na wetu ujuzi wa ufundi na taaluma mbalimbali ambayo watatusaidia kupeleka taifa letu mbele. Tumekubaliana ya Kegogi? Na vile vile nitahakikisha kwamba tunalete computers pale, kwa sababu tunataka kuongeza wale wanaelewa kutumia teknolojia, and we are going to create additional opportunities for the young people of this area to be on the digital platform so that we can also jobs. Tunaelewana? Na tutawaeleza hawa wabunge ya kwamba tunataka ijengwe ile inaitwa ICT hub in every ward, ndio tuanze kulete elimu ya digitali katika mashinani, kwa sababu tuko na mpango kubwa ambayo inaitwa digital super highway, ili tunataka kuunganisha wananchi katika internet, wafanye biashara, wafanye kazi na wajiendeleze, because that is the future of where people are going. Tumeelewana? Tumekubaliana vile vile jana, tumekubaliana ya kwamba hapa Kisii na sehemu nyingi ya Kenya ardhi inazidi kuwa ndogo, watu wanagawana shamba,
hata kupata mahali ya kuzalisha chakula inaanza kuleta shida. Si ni kweli? Na sababu hiyo tunataka kuanza mambo ya township. Hapa tutawajengea sasa manyumba katika township, ndio tusikate mashamba yetu ya kuzalisha chakula, tuweze kuishi mahali pengine na tutumie ardhi ambayo tuko nayo kuzalisha chakula, ndio tusilale njaa. Mnanielewa? Tumekubaliana, tumeweka already kandarasi. Mwisho wa mwezi huu wa 3 tutafungua kandarasi ya kwanza ya manyumba 10,000 hapa Kisii County. Nyinyi mnanielewa? Najua pengine mnauliza maswali, sasa huyu hasla anatujengea manyumba na tuko na manyumba yetu kwa sababu gani? Mnanielewa? Mimi nasema hivi, badala ya wewe kukatia mtoto wako shamba huko, una reduce, anajenga nyumba, anaweka sijui nini, mahali ya kuzalisha chakula inakuwa ndogo. Tunataka hawa watoto wakuja waishi katika miji, tuwapangie mambo ya employment, tupange agro processing, tupange value addition, wapate ajira. Ile shamba tuko naye nyumbani tutumie kuzalisha chakula. Tunaelewana jameni? Si mnajua tuko na matatizo ya njaa katika taifa letu la Kenya? Na dawa ya njaa ni kusaidia wakulima waweze kuzalisha chakula kwa kupunguza ile ardhi inatumika kwa mambo ya settlement. Tuweke townships ndio tuzalishe chakula ya kutosha, tusaidie wakulima na mbegu na mbolea, wazalishe chakula iwe kingi, tupunguze njaa, tupeleke taifa letu mbele. Tumekubaliana? So the first 10,000 houses, we are opening the contract on 30th of March. And we are going to work with you. Lazima niwashukuru viongozi wa hapa. Tayari wametupatia ekari karibu 70 ya kujenga manyumba. Ndio tuhakikishe ya kwamba hiyo manyumba ambayo tunajenga 10,000, tunahitaji vijana 15,000 watakao tusaidia kujenga hiyo manyumba. Vijana wa Kegogi na Kisii, mko tayari? Mko tayari tujisaidiane kujenga hizo manyumba? Wale plumbers, wale electricians, wale masons, wale ambao ni carpenters, wale wengine wote, pamoja na kila mtu ambaye anahitaji ajira, muanze kujipanga. Kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba tunazalisha ajira kwa mambo ya dijitali, tunazalisha ajira kwa agro processing na value addition, tunazalisha ajira kwa mambo ya housing, ndio hawa vijana wapate mahali ya kujishikilia, wajiendeleze na wapeleke taifa letu la Kenya mbele. Tumekubaliana jameni? Vile vile tumekubaliana mambo ya maji. Tunajua ya kwamba bado tuko na matatizo ya maji, watu wengi hawana maji nyumbani. Tumesema ya kwamba tunawajengea damu hapa inaitwa Bunyunyu, na damu ingine tunajenga pale Magwagwa ambayo itasaidia sehemu ingine ya Nyamira. Tumeketi chini na viongozi wenu, tumekubaliana. Tunaelewana? Vile vile tumekubaliana ya kwamba tutajenga airport ya watu wa Kisii na Nyamira. Ile tunataka kukubaliana na viongozi, tumeongea jana, tumekubaliana ya kwamba viongozi wataamua na Kenya Airports Authority watakuja hapa kutuambia ni sehemu gani ambayo ni nzuri tujenge airport yenu ya hapa, ndio tuhakikishe ya kwamba mnaweza kusafiri kwa urahisi, na vile vile ile ardhi tuko nayo tunaweza kutumia kwa mambo ya viwanda na mambo ya kupeleka agro processing na value addition mbele, tuzalishe ajira, na pia ile mazao yenu yote tuweze kuongeza dhamana in the agro processing and value addition and manufacturing that we are going to build. Mimi nimekubaliana na governor wenu huyu ya kwamba county itaweka milioni 100, mimi nitaweka milioni 100, tuanze industrial park ya watu wa Kisii kama hatua ya kwanza, ndio tuweze kupeleka mazao yetu pale, tuongeze dhamana, tufanye aggregation, tutafute soko, ndio kila mkulima awe na soko ambayo ni sawasawa kwa ile mazao mko naye. Kama ni ndizi, kama ni mazao zile zingine zote, ndio tupange vile soko itapatikana, ili mazao yenu isiendelee kuharibika kule shambani. Tumekubaliana jameni? Sio ndio mpango tulikubaliana na nyinyi? Sasa mimi nataka niwaulize. Niko na maswali kidogo. Mtanisaidia kujibu? Niko na maswali kidogo. Sasa niwaulize,
Si hii kazi tutapanga? Si nyinyi ndio mmeniajiri? Kwani mtu ya kitendawili ndio ameniajiri? Si nyinyi ndio mlipiga kura? Nauliza nyinyi, si tulimaliza tarehe 9 mwezi wa 8? Si tulichagua MCA, tukachagua wabunge na women rep na senator na governor na rais mlichagua? Sasa kitendawili anatuuliza nini? Tunaelewana? Si mlipiga kura mambo ikaisha? So mimi nataka niwaulize jameni, na niulize mtu ya kitendawili awache kusumbua raia. Kama ako na shida na whistleblower sijui na saba, atafute mahali whistleblower ako na saba. Kazi tumemaliza, tupeleke Kenya yetu mbele. Nyinyi mnataka, si tulikubaliana tukimaliza uchaguzi mambo ya viongozi imeisha? Tunaanza kupanga mambo ya wananchi. Hii ya barabara na maji na stima na kusomesha watoto. Sasa kitendawili anatuuliza kitu gani? Mimi nataka niwaambie ndugu zangu, tafadhali, sijui kama tunaelewana. Nyinyi mnataka tupange maendeleo ama tupange maandamano? Ati kitendawili anatuambia ati tupange maandamano. Na mimi nataka nimwambie kutoka hapa Kisii, tunaelewana? Huyo jamaa anipatie nafasi nipange mambo ya Kenya, nipange maendeleo ya Kenya, nipange hii barabara ijengwe, nipange hawa watoto wetu wapate elimu, nipangie ajira hawa vijana, nipange mambo ya housing, nipange vile wakulima watazalisha chakula, tuondoe njaa, awachane na kusumbua mimi na mambo ya maandamano. Ama mnasemaje? Na mimi nataka niwaulize nyinyi, mwenye kushindana na mtu ya kitendawili si ni mimi? Sasa ameenda, badala ya kuniface mimi, nataka nimwambie bwana kitendawili, wacha kusumbua raia. Wewe kama uko na shida, wewe menyana na mimi. Mimi ndio nilikushinda. Wewe unaenda kusumbua mama mboga. Watu wa makanga hawakufanya kazi Jumatatu. Watu wa kuuza mboga hawakufanya kazi Jumatatu. Wale watu wa kiosk hawakufanya kazi. Boda boda hawakufanya kazi. Biashara hawakufanya kazi kwa sababu ya mtu ya kitendawili. Wewe unauliza nini mama mboga? Mwenye kukushinda ni mimi. Kama uko na shida, you face me. Wachana na mambo ya wananchi wadogo. Ama namna gani? Na mimi nilimshinda, na sio siri. Nilimshinda na nilitangaza mapema. Kabla ya uchaguzi nilitangazia nyinyi ya kwamba huyu mtu nitamshinda na mapema. Sasa si mimi ndio nilimnyorosha? Sasa anaulizana nini na mama boga? Anaulizana nini na makanga? Anaulizana nini na wafanyabiashara? Ameenda kulete fujo kule Nairobi. Ameenda kuvuruga biashara ya mama mboga, sijui boda boda, ameenda kuharibu biashara ya wananchi wa kawaida. Yeye kama ako na shida, muambieni. Yeye alishindana na jamaa anaitwa William Ruto, aka Hustler. Atafute mimi. Kwani mama mboga alikuwa ameshindana na mtu ya kitendawili? Si alishindana na mimi? So please, tuheshimiane my friend. You know, tuheshimiane. Stop disturbing, stop the arrogance and the contempt for ordinary people. Why are you disturbing mama mbogas? Touts did not go to work. Kiosk people do not go to work. Business people do not go to work. What are you asking them? I am the one you ran against. If you have an issue, you face me. Stop going to harass ordinary people. Ama namna gani jameni? Tunaelewana? Ama mnasemaje? Si ndio? Si ndio? Tukubaliane, tuache hii kusumbuana. Tunasumbuana ya nini? Mimi nataka nikuulize. Ati wanasema ati ati njia ya kupunguza gharama ya maisha ati ni kuvaa sufuria kwa kichwa na kufanya maandamano. Sasa wewe ukivaa sufuria kwa kichwa ufanya maandamano, bei ya unga ndio itapungua? Si lazima tusaidie wakulima wetu wazalishe chakula, ndio tuhakikisha kwamba tunapeleka taifa letu la Kenya mbele na tunazalisha chakula. So mimi nataka niwaeleze ya kwamba tutashirikiana pamoja, na mimi nimesema
Mimi niko tayari kufanya kazi na viongozi wenu wote hawa mliochagua. MCA mumewachagua, wabunge, governor, senator, kila mtu. Maneno kidogo ya kusema. Simama. Kabla ya huyu Nyakundi wakati anapanga, tuko hapa na jamaa anaitwa Rigiji. Nyinyi mnajua Rigiji? Anaitwa Rigathi Gachagua, Deputy President. Asanti rais wetu, watu wa Kitutu Chache North, hamjambo? Hamjambo tena? Mumeshukuru kuona rais wetu amekuja kuleta maendeleo. Mimi nataka nichukue nafasi hii kusema asanti kwa jamii ya Bagusi. Nyinyi ni watu ya kujenga, sio watu ya kubomoa. Nyinyi ni watu ya bidii. Nyinyi ni watu ya biashara. Saa ile mzee ya maandamano amesema watu waandamane, mumesema hamwezi kubali. Tunataka kusema asanti. Mnaandamano ama kusonga mbele? Na tunataka kumwambia huyu mzee ya maandamano, poteza jamii ya mambo ya maandamano imekuwa Kisumu na Kibra na Babadogo. Na hiyo ni kutumia jamii vibaya. Umesukuma hawa watu ya Wajaluo miaka mingi kuwapoteza, wakuwe ni watu ya kuharibu mali na kutupa mawe. Ungeongoza jamii yako kwa mambo ya biashara, kwa mambo ya kujenga manyumba, kwa mambo ya kununua matatu. Wewe miaka 50 umechukua jamii moja imekuwa ya kutupa mawe na kuharibu mali. Tunataka kuchukua nafasi hii kuwauliza kwa heshima jamii ya watu wetu wa Kenya Wajaluo, msikubali kutumiwa na huyu jamaa kuharibu mali ya Wakenya wengine, kwa sababu hata hao ni binadamu na pia hao wangetaka wapate mali. Kwa hivyo mimi nataka niseme watu ya Bagusi, nyinyi ni watu ya kujenga, sio watu ya kubomoa. Si ndio? Na ndio mimi nauliza swali. Nyinyi watu ya hapa Abagusi, hapa nyumbani kwa Simiyu ni Chai, nyinyi kama watu ya kwetu huko Kikuyuni ni watu ya kutafuta mali. Si nyinyi ni watu ya kutafuta mali? Huyu jamaa ya kuharibu mali mnafanyanga nini na yeye? Mmewachana na yeye? Mko na biashara na yeye? Nichukue nafasi kusema asanti kwa huyu kijana mdogo, huyu Nyakundi mlimchagua, asanteni sana. Na huyu kijana Rais William Ruto na mimi tutashika yeye mkono, tumsaidie kwa uongozi. Tunaona mambo yake iko mbele tukiendelea. Mungetaka tumsaidie? Hata hii kijana anaitwa Osoro ni chief whip wetu, sinamjua? Tunataka hii kijana pia tuweke fertilizer, hii ni kiongozi ya kesho. Tumekubaliana? Na huyu mzee wetu Jimmy Angwenyi, tuangalie mambo yake. Tumsaidie. Bora asiende kuweka sufuria kwa kichwa, kwa sababu yeye ni mzee na ni mtu ya heshima. Ni wangapi wanasema Rais William Ruto asaidie mzee wetu Jimmy Angwenyi? Asante sana. Hata huyu governor wetu rafiki yangu Simba Arati, na kuomba Simba Arati, kaa karibu na Rais William Ruto ndio hii Kisii yetu iendelee. Wachana na ile mzee ya maandamano, huyo kazi yake ni kuharibu mali. Wangapi wanasema governor ashikane na rais tujenge Kisii? Ni wangapi wanasema Simba Arati ashikane na rais wetu? Governor, umesikia hawa ndio wenye kukuandika. Wanakuambia kwanza wewe governor ukivaa sufuria sana, usiingie kwa hiyo mtego. Asanteni sana watu ya Kitutu Chache North, asanteni sana, Mungu awabariki. Abantu baminto mbiyamole naende mbole na moko ngato bwate president yetu William Ruto ne deputy president Rigathi Gachagua. Abantu baminto mbiyamolo sana Mheshimiwa Rais
na Mheshimiwa Naibu wa Rais, mimi ninataka kukushukuru sana kwa sababu umekuja leo kuzindua hii barabara yetu. Mheshimiwa Rais, nakumbuka nilikuja kwako nikakuambia hii barabara imefanywa design lakini haina pesa, na ukasema kwa sababu watu wa Kitutu Chache North walikupigia kura vizuri, ukasema lazima utaweka pesa hapa na hii barabara ifanywe. Mheshimiwa Rais, nataka kukushukuru sana. Pia ulinituma kwa naibu wako Rigathi Gachagua kuhusu ile barabara ya Nyamokomba Ng'enyi, Ragogo Bumburia, barabara ya Kayole Bumburia, ile barabara ya Gesieka ikienda Nyakoe. Ukaniambia ya kwamba tukae na naibu wako, na tukakaa na yeye na Mheshimiwa Murkomen, na hiyo barabara tumesema ule Muhindi aende India, tuchukue Mchina huyu akuje amalize barabara zetu hapa. Kitu ya pili, Mheshimiwa Rais, nilikuomba na nashukuru Mungu ya kwamba leo ile maendeleo umeanzisha kuanzia hii barabara ya kutoka Kegogi hapa tuelekee Tambacha, tuelekee Sombogo mpaka Marani. Nina hakika ya kwamba huu mwaka hii barabara itafanywa, si ndio? Wasela kiama ndo minto ngosele magendro motagete ama gendro motagete wasela jisegi maandamano ama kazi ama maandamano. Sisi kama Wakisii, sisi hatujui kurusha mawe. Sisi kitu tunataka mbolea, tunataka mahindi tupande ili tuweze kukuza chakula katika jamhuri yetu ya Kenya, si ndio? Na mimi nataka kushukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu mbolea juzi ilikuja na hawa wameanza kupata hii mbolea. Hii mbolea itatusaidia ili tukuze chakula tuweze kujitegemea, kwa sababu maandamano haiwezi tusaidia Kenya hii. Kura tarehe 9 mwezi wa 8 ulipigwa, kweli si kweli? Kula ipigwa ama ikupigwa? Kwa hivyo mimi nawaomba sisi tushirikiane na tuachane na maneno ya maendeleo. Mheshimiwa Rais, pia nataka kushukuru kwa sababu ya Migosi ambaye amesimamia maneno ya stima, ulimchagua juzi. Kwao ni hapa nyumbani, maneno ya stima yeye atashughulika. Huyu Jimmy ni rafiki yangu sana. Hata kama alikuwa pande ile nyingine, mimi najua kura alikupigia. Kwa hivyo maneno ya Jimmy tuangalie mzuri, si ndio? Jimmy aiwelasi. Mbagana na Jimmy aiwelasi. Na najua ongoa mmefanya kazi na yeye muda mrefu, utaangalia maneno yake. Mimi nataka kukushukuru sana. Wacha Mwenyezi Mungu akulinde. Tutafanya kazi na wewe na naibu wako. Asante sana. God bless you so much. Aya. Abage tutumbi ya more. Ngoro kiango gonya mondoche, ngoro kiango iga. Ni osena abatebeti mochoro mumuroyo. Okorire gasi gostara akora. Nkabatebi ngo mwakori no muya. Lakini rende konyorosire. Tarosi tayoga. Lakini achari gerwe gasi aikaransa ari Nairobi ga Kenya kuri Mogati nesiagi buna narete ta akwa. Mwanje ni raminto. Nkabatebi ngo mongwano yonko irare kerugo. Na abatebetie. Oirire gose taireti. Bono obekiro mumuroyo ino bune national treasurer ye kiama kirigia itekenene. Ngaba getutu ni mokwamu ani ngogochikotenenie bendera ye chama ya ito ya UDA Kenya ngima. Omosio David Musani ono mokomorora. Momosamori chisa inero gachite kiganga gionze beke ya UDA. Momotiga ekerana chibuate. Lakini ekyo mwerio omoragi oyo to support mono. Orengere iria bagusi mono. Otoire machogu. Otoire babo Migosi nere chairman ya Kenijeni. Otore CCS sato. Babo Mirisenti Omanga, babo Kemosi, babo Mangi, bairu chigazi. Otoire Solicitor General. No muisi mubongero naso yo chief whip ga. Momako motiga, momako genda sabantu bande. Seitoga ntonareti koruta magenda. Eke gusia togoteba to nario mogere borere. Inuga emore chichirani cheito mata. Mwanja babeke mubuko. Bantaba mbama yeti komenya na bantu. Mosoka para na magena. Mwanja nile. Your Excellency, mimi naambia hawa watu ya kwamba Kisii na Nyamira
hatuwezi kurusha mawe, hatuwezi toka kwa maandamano, hatuwezi tokea kule ati tuanze kuandamana. Sisi tunajua njia ya kushukisha bei, sisi tunajua njia ya kutengeneza pesa na kutengeneza mali. Hatuwezi kubali, kwa sababu Wakisii ambao wanaishi Kangemi, Wakisii wanaishi Westlands, wanafanya biashara ya matatu, waliumia Jumatatu. Kuna mmoja tunaenda kufanyia mchango kwa sababu anataka kujinyonga, kwa sababu basi yake ilichomwa kule Nairobi na ni ya Mkisii. Na ndio maana tunasema kwamba hatuwezi kubali maandamano na hatuwezi kubali kuchokozwa. Maandamano hatutaki. Maandamano! 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 Hebu nionyeshe wale ambao hawataki maandamano, nione hawataki. Asante sana. Mbuyamole karankwani gambiyamole gaiga. Mheshimiwa Rais, sitasema mengi. Hapa ni nyumbani na watu ni wengi. Hawa watu vile unawaona hivi wamebadilisha njia. Na mimi nataka nikuambie, kwa sababu mimi nimechaguliwa. Wosabano mwanjera ni wenga tuojo ile bao. Omogusia bateba ng'oyegi asinyere rogoronga kiogokora. Onyegi asinyere rogoronga kiogokora. Obwato mwabokora ki. Tigatore ndo muburo yara gamba na isaine ndia mono. Haya, acha huyo kijana anaitwa Kibagendi. Na kia bantu bami ntombia mole. Asante sana Your Excellency. Na kia bantu bami ntombia mole. Bia mole naende. Gaki tore no mogokorero asama genderero president yaito ya torenteire naende buna batarire ne deputy president. Your Excellency, tunashukuru sana for the development ambao umeleta huku, na pia sisi watu wa Kitutu Chache South. Your Excellency, Your Excellency, nilikuwa naomba hivi pia sisi watu wa Kitutu Chache South, hata kama kura tulipiga nje kidogo, mingi ilikuja kwako. Mimi unajua mimi ni kijana wako wa mkono. Hata mimi kura yangu tukienda tufungue ballot box, utapata kura iliingia kwa pande yako. Ndio leo pia mimi ninaomba Kitutu Chache South hatuna lami hata 1 inch. Pia sisi tunaomba, kuna barabara ambazo zimewekwa design, barabara 2 tuliweka kwa ile program. Tunaomba hata sisi tufanyiwe low volume roads, tuweze pia sisi kuonja matunda ya serikali yetu. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa kutembea, na tunaomba pia wakati mwingine uweze kututembelea kule chini Kitutu Chache South. Asante sana. Haya, wacha nipatie gavana wetu wa kwanza wa hapa Kisii, Mheshimiwa Bwari. Abantu bami ntombia mole. Nyoyo kingo na magoko. Your Excellency, Your Excellency, here where you are at home. And the road that you have approved actually passes outside my house. We sincerely thank you. Your Excellency, we further thank you for this young man, Nyakundi, Jafeth, hii barabara ambao uliuliza rais aka approve ilikuwa imetushinda na Jimmy. Wacha tuseme ukweli. Tulikuwa tumeuliza tukashindwa. We thank you, Your Excellency. We also thank you for Julius Ogamba, our son from here. We thank you for the other Kisses, Machogu and the others. Your Excellency, karibu Kisii. Mimi nataka nikuambie, mimi nilikuja kwako nikakuambia sasa kazi ninafanya ni kazi yako. Na hiyo kazi nitaendelea mzee. Asante sana, Mungu akubariki. Tuko na mama wetu wa county. Anaitwa Mama Donya. Chiswitati. Mbuyamore. Your Excellency, mama wetu wanafanya kazi kwa bidii. Ile kitu hawana ni maji. Ndio ama uongo? Sasa tunataka sisi, mimi mama county nalia sana,
mtupatie maji, tuoge tung'are, usiku tukilala na wazee wanapungua salama. Si ndio? Na tena, Your Excellency, hospitali zetu nyingi hazina dawa. Hiyo ni ukweli. Sasa tukipata hospitali ziko na dawa, pia tuko salama, hatutaki mambo ingine, si ndio? La mwisho, Kisii County hatuna stima. Usiku ni giza, kila kitu si ni kwa giza. Tafadhali tusaidie watu wetu wapate stima. Asante, tunakupenda na tunafanya kazi na wewe. Asante. Thank you. Tuko na mama senator wa kutoka hapa Kisii, anaitwa Okenyuri. Ngeni makofi. Abantu baminto na abakwaniri Mbuyamore naende. Inje no Kenyuri nyaroka ya nyagosira na rimchujo rio gatarekire siasa posta aria. Kingwake ra Nyasaye na naibu wa rais wakati huo kwa kunipatia hii nafasi. Asante sana Bwana President. Vijana wako represented. Imagine kupatia nafasi yatima ambaye baba yake hata hajulikani nafasi kama hii. Sisi kama vijana tutajiunga na kukusupport agenda wako hapa Kisii. Hatuna nafasi ya maandamano. Aba saebami mtogo sengaki. Amaandamano mutagete. Naende morocha mnambwate kieni kama tatatua kwa magena. Mbia mono. Haya, mwisho sasa ni gavana wetu Simba Arati. Abantu baminto Biamono. Your Excellency, karibu Gusii. Feel at home. Sasa wewe ndio rais wa Jamhuri ya Kenya, na wewe unajua sasa huko kule juu. Watu wakinyoroshana hapa chini, wakifanya maandamano, wewe angalia kutoka mbali. Your Excellency, I want to point out only two things. We want to appreciate you. Ndugu yetu Ogamba, ambaye ni mtu umepea yeye kazi, ni kijana wa hapa. Tafadhali ambia yeye atupee stima. Ogamba, hakikisha kwamba tuko na stima. Your Excellency, kitu ya pili, Marani Hospital ilijengwa iko mzuri. Pia vile ile shida nilikwambia jana, equipment. Niko tayari kulipa. Tafadhali, naona mtu wako PS yuko hapa tu, rafiki yangu, tupangie hiyo Marani, hata kama itasonga ingere for 5 itasaidia. Abantu aminto president ya Chirega egento turanyare gukora ng'ombe ki nero yabekire mori ose tukunyirisiga tonyora amabere na amabere tukuburi ne para amache estima enyagitari muwanje beboigo. Your Excellency, I will indulge you kwa biashara ya maendeleo katika eneo letu la Kisii na Nyamira. Mimi ni msemaji wa Omochokoro kila mahali na nitasimama. Nataka niseme hawa wazee, najua kwamba mzee Ongwae, mzee Jimmy wamekula chumvi. Kuna vijana wadogo tafadhali. Bosebono. Hapa saa Emonyo. Hawa wazee tuko tayari kupea wao. Tuko tayari kupea hawa wazee kitu kidogo, wananunua dawa ndio pressure siende juu. Lakini kazi ambayo utahitaji kwa miaka 5 tena ndio uchaguliwe, pea vijana kazi. Hiyo ndio tunauliza. Bosebono. Hata mimi nikimaliza miaka yangu 10 nipotee niende kuuliza urais ama kitu kingine. Si ndio? Kwa hivyo ndugu zangu, mimi niko tayari, nitafanya na nyinyi kazi, nitafanya kazi na rais, tuhakikishe kwamba tumeendelea mbele. Jana niliambia rais, sisi unajua Kisii shida iliyopo ni kwamba tuko na chakula. Hatuwezi
hatuwezi weka sufuria kwa kichwa, lakini Nairobi wataweka kwa sababu kuna njaa. Lakini hapa akimwe bona jisugulindo anza kubogoli. Bono ntuntu bwate ndagira. Enchare sere narali Nairobi. Your Excellency, I want to appreciate na hawa viongozi wote sisi tuko tufanye kazi pamoja kama serikali. Asante. Ndio leo pia mimi ninaomba Kitutu Chache South hatuna lami hata 1 inch. Pia sisi tunaomba, kuna barabara ambazo zimewekwa design, barabara 2 tuliweka kwa ile program. Tunaomba hata sisi tufanyiwe low volume roads tuweze pia sisi kuonja matunda ya serikali yetu. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa kutembea, na tunaomba pia wakati mwingine uweze kututembelea kule chini Kitutu Chache South. Asante sana. Abantu ba mintumbi ya more Nyoro kingo na magoko. Your Excellency, here where you are at home, and the road that you have approved actually passes outside my house. We sincerely thank you. Your Excellency, we further thank you for this young man Nyakundi